Na ndio mnaona mimi nikisema naenda kuongea na rais, wengine wananitusi, wananiweka mambo mingi, lakini sisi tumesema rais ya Jamhuri ya Kenya ni William Samoei Ruto na gavana ya Busia ni Daktari Paul Otuoma kwa sasa. Mpaka sasa ile kura itaku. Kwa hivyo hii mambo ya maji nilienda kuongea na rais. Nikamwambia mradi unakuja kutupatia. Na mwenyewe amesema hapa, badala utupatie na tuanze kuhangaika, ongeza kitu kidogo tu watu wapate maji. Ukirudi hapa utakuwa unafungua mifereji ya watu kwa maboma. Na umesikia rais mwenyewe akisema ametuongezea milioni 200 watu wapate maji. Sasa mtu kama huyo si nikusema tu shukurani. Kuna hii barabara kidogo hii ya Magoro Kakapel. Sio barabara ya Magoro Kakapel. Hii barabara ya Magoro Kakapel, na vile tumesema ile pesa yetu ya Kakapel ambayo ilikuwa inajaribu kukorogwa pahali, na umesema tukuje tufuate so that tukimaliza Kakapel barabara ya Magoro Kakapel pia ikuwe sawa. Sio itakuwa maneno mzuri. Mambo ya stima rais amezungumzia. Hii watoto wetu wanatrainiwa hapa Katakwa hii nini Kibit. Tumesema rais anatafuta kazi kule nje. Na ndugu zangu wacha niwaambie ukweli. Mimi sikuchaguliwa kwa chama moja na rais. Lakini rais alinipigia simu wakati nilichaguliwa. Akaniambia, Otuoma, tunaweza kufanya nini tusaidie watu wa Busia? Sasa mtu kama huyo unaweza kosa kuongea naye? Si nyinyi ile kitu mmetuchagua mnataka tuwafanyie kazi? So mimi nimesema Mheshimiwa Rais, pete kwa pete tuko pamoja kwa hii kazi. Yeye mbele ni ya Mwenyezi Mungu. Lakini hii watu wa Angurai ni watu wazuri. Hiyo maneno umeongelea, nafikiria vile unapanga. Hiyo maneno vile unapanga, hii watu watakuwa tu sawa. Asante sana Mheshimiwa Rais. Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Samoei William Ruto. So hatukukuwa na maneno mengine mingi ya kusema kwamba kuna mtu yoyote ambaye ametengwa. Nitajiunga tu tena na ile viongozi wa kanisa mmesema. Tuko Kenya ni demokrasia. Kuna wakati wa kila kitu. Kuna wakati wa kufanya siasa ya kuchaguliwa, na kuna time pia ya kusema wale wamepewa nafasi wapewe nafasi ya kutosha kuweza kufanya hiyo kazi. Wakati ukifika, wananchi watawauliza maswali. Hiyo ndio inafaa iwe namna hiyo. Lakini ukipata kwamba unachaguliwa leo, alafu tena kesho unaanza kuchosha wananchi na maneno, na wewe uko na ofisi, na kazi yako ni kutatua zile shida ambazo wananchi wametupatia. Wanazo. Na wametupa nadhifa za uongozi kushughulikia. Lakini kwa bahati mbaya, saa ingine mambo inaenda kombo, lakini vile Sheikh ulisema, tutaenda kwa Isaya, tuweze kuona ni wapi tunapoteza mwelekeo kidogo. So that we put our people and leadership back on track. Just like here, uwe MCA, uwe MP, it is important upewe nafasi ufanye kazi. Na pia rais wa Jamhuri ya Kenya pia amechaguliwa na wananchi. Pia ni muhimu tumpe ile support. Na mimi Mheshimiwa Rais, wakati nilichaguliwa, si kwa chama cha Kenya Kwanza, mimi nimechaguliwa kwa ODM na pia kwa ile mrengo wa Azimio. Lakini wewe uliweza kunipigia simu, ukanicongratulate na ukaniambia sasa umepewa nafasi kama gavana. Mimi ni rais, tunaweza kusaidia aje watu wa Busia? Na ukasema ulikuwa na manifesto ambaye hata MCA hapa amezungumuza, kulikuwa na mikutano hapa, ile mambo wakati ulikuwa unatembea watu wa Busia walikuomba. Na pia sisi tukawa na ile yetu tunaita ile word based economic revitalization. Na tukaona hii vitu inaingiana ya kusaidia wananchi. Na ndio tukasema tufanye kazi pamoja. Na mimi sitaenda kando na hiyo. Nataka kukuhakikishia kwamba mipango yote ya kaunti, mipango yote ya serikali kuu, tutaweka mikono pamoja ili watu hapa Teso wapate maji, ili watu hapa Teso wapate barabara. Najua tuna changamoto kubwa sana katika sekta ya afya. Hata tukizungumza sasa, serikali yako imepelekwa kule kotini. Na huku tunajua kupitia wale community health workers, umetuahidi kwamba tutatafuta health center katika kila ward.
na serikali iweze kutupatia equipment, na sisi kama county tuweke pesa, na katika kila ward, Mheshimiwa Rais, katika hii financial budget niliweka milioni 3 ya kununua madawa kwa hizo health centers, na hiyo vitu ambayo unasema itakuja hiyo equipment, so that hii wananchi waanze kupata huduma, kwa sababu hiyo imekuwa changamoto kubwa, na tunaomba tushirikiane pamoja ili tuweze kutatua. Mheshimiwa Rais, kitu ingine ambayo niko nayo changamoto, tulikuwa na pesa kidogo hii ya tourism development, na hii pesa ikatengwa kujenga pale Kakapel, lakini hii pesa ni kama inajaribu kupotea. Na juzi tulikuwa hata na Papae Mormor huko na viongozi, na waliweza kunikemea sana. Sasa hii pesa kama inaweza tafutika, ilikuwa milioni tu 47 na ilikuwa imewekwa hapo. So nimejaribu kufuata, lakini ni kama inanichenga. So tukipata hiyo, tumalize hii mambo ya Kakapel, tusifike tena Disemba na hii changamoto nimekuwa nayo juzi. Sio tutakuwa tumemaliza hapo vizuri. Mheshimiwa Emasa amezungumza watu mingi, na kwa sababu tulikuwa tumezungumza kama viongozi, sitaki kurudia. Mambo ya National Polytechnic, mambo ya hiyo barabara ya huko Amagoro kwenda Kakapel, ile ya kwenda Chemsir, hii mambo ya juzi umekuwa kule Saudi Arabia ukitafutia vijana wa Kenya kazi, na hapa iko pia Igatakwa hii ya Kibit hii ya kufundisha wananchi hii ya kuendesha trailer, plant operators. Sisi tunaomba kwa hiyo mradi, kwa hiyo vijana pia vijana wengine watoke hapa Katakwa, hapa kwa hii institute ambayo ina train hao pia waweze kupata kazi kule. Tutaomba kwa hiyo committee, sisi pia kupitia Mheshimiwa Kaunya, Emase wako hapa, tuweze kufuatilia kwamba vijana wetu pia waweze kupata hiyo kazi, kwa sababu tayari wengine wameshafuzu. Na hii nashukuru sana kanisa ya ACK kupitia bishop na waheshimiwa kwa kuweza hiyo kufanyika. Kwa hivyo sina mengi ya kusema leo mheshimiwa, mimi usishtuke sana. Nasikia Kimani Chungu umezungumuza, lakini mimi usishtuke na sana, kwa sababu pia nimekuwa around kidogo. Nimeona tulikuwako na Musalia Babu, nimeona hata juzi speaker pia tulikuwako naye, akasemako siku moja it will be rough and messy and there will be casualties. Musalia pia tulikuwa naye, na hii hata Mheshimiwa Rais, hata wewe tulikuwa na wewe. Nakumbuka siku moja ukaniambia nijaribu kujipanga. So vitu ya siasa sasa hivi vile nimesema sio sana, lakini tutajipanga. Mheshimiwa Jamon, najua sasa wewe ulikuwa gavana ya hapa, na pia mambo ya siasa ikaenda vile ilienda ukijipanga. Juzi tumepatana, tumesema tunataka sisi wote watu wa Busia, ile ni mzuri ya Teso iwe pia mzuri ya sub counties zingine zote, na tusaidiane, tusukume, tusaidiane pamoja. Hakuna haja ya kitu mwenzako awe hivi na hivi. Kwa hivyo pia mimi nitajiunga tu Mheshimiwa Rais, na wale wamesema OJ pia aliniambia bado wako na contribution anaweza kufanya. Hiyo naye aliniambia ako na either kwa county hata wapi. Alisema unaona hii changamoto mingi ulikuwa unafikiria ni rais. Nikamwambia ndio hiyo tu tunaendelea. Lakini waacha pia mimi niseme na wale wako hapo kwamba he has served this country, na kukiwa na pahali bado wako na nguvu ya kuserve. So pia unaweza angalia uone ni wapi anaweza pia kuendelea kuhudumia hii taifa. Na wengine wote nimeona Sidai wako hapo, au najua wako huko tayari. Nimeona profesa wake na Profesa Debero, ndugu yangu Mirikwai, nashukuru sana. Juzi umempatia kazi, huyo ni mtu yangu, tunakuwa na yeye sana miaka mingi. So sisi tunashukuru wale umepea, na tutaendelea kusema hivyo. Na nitaomba baada ya hii maombi Mheshimiwa Rais, kwa ile mradi ambao unaenda kutukabidhi leo. Mheshimiwa, vile nilikueleza, huo mradi unataka ulete maji paka hapa Malaba na karibu wards 5 za Teso North. Ile tu kitu changamoto tutakuwa nayo kidogo Mheshimiwa, ni kusambaza sasa hiyo maji kwa maboma. Na ningeomba sana kwa ile mipango, hata nimezungumza na waziri wako vile ulinieleza, labda leo utatueleza kidogo vile tutaanza. Alafu pia mwezi wa 4 ile sewage ya Malaba pia ikikwisha,
pia tuweze kuona vile tunaweza connect hiyo sewage kwa Malaba town, kwa sababu sasa Malaba ni municipality na tunataka iende mbele. Hiyo ndio kitu sisi tunasema. Dry port inakuja hapo, mambo ya trailer park inakuja hapo. Mheshimiwa, pia ile soko ulisema ile soko ya Malaba pia tuweze kujenga, na ilikuwa katika ile proposals ambayo tulipeana, na udongo iko hapo tayari. Sisi tuko ready. Once the Department of Housing iko ready, we are going to hand over the site, hiyo soko ya Malaba ianze kujengwa. Asanteni kwa hayo.